dhibhin adhim, tulimpa fidia badali. Lakini mtoto wa al-Imam al-Hussein, Ali al-Akbar, Ali al-Asghar, walifanywaje? Mtoto wa miezi 6 na unyama mbele yake. Kwani Imam al-Hussein japokuwa yeye alikuwa anajua kabisa mimi nitakufa, akipenda mwanaye afe? Hapana, alijua huu ni mtihani. Sasa jukumu letu ni nini? Hii ndio pointi. Lakini kabla ya kuzungumza jukumu ni nini, ni lazima watu tujiulize maswali, na hasa kwa wale watu ambao tunajiuliza kwamba kwa nini Mashia wanamlilia sana Huseini. Je, Huseini ni Mungu? Je, Huseini amshinda Mtume? Je, Huseini huyu ashinda masahaba wengine? Hili ni swali muhimu. Huseini aliliwa. Hili swali sawasawa wewe useme kwamba umepanda mahindi hekari 500, hekari 500, alafu wakati wa kuvuna yale mahindi yako, umepanda hekari 500, alafu unatafuta kitu cha kuhifadhia, kitu cha kuhifadhia. Pengine umejenga nyumba yako moja nzuri sana, alafu anakuja mtu anaibomoa ile nyumba. Ile nyumba ushaihifadhi, ile nyumba iliyokuwa na yale mahindi. Yule mtu katika historia yako utamsahau. Kwa nini? Kwa sababu kakuharibia yale mahindi yako. Yeye hajadili na mahindi, amejadili na nini? Na kile. Yule mtu katika historia yako leo utakachokumbuka tu ni yule mtu. Kwa nini? Kwa sababu kaharibu kile kitu kinachohifadhi mahindi. Imamu al-Hussein atomtaja sana kwa sababu watu walimuua, ambaye Imamu Hussein huyo ndiye Mtume aliyemwacha mtu sahihi wa kuweza kuhifadhi sheria zake. Sasa zile sheria watu wanamuua al-Imamu al-Hussein, wandoa zile sheria, maana hawana haja na nini na zile sheria. Na ndio maana mfumo huo hao Marekani wanatumia. Kwa nini Marekani aende kumpiga Sayyid al-Qaid Khamenei? Kwa nini wapige wale wakubwa tu, wale wataalamu? Kwa sababu wanalenga kule. Kwa hiyo Mtume alipomwacha al-Imamu al-Hussein mpaka akaacha na maneno mazito kuhusiana na mtu al-Imamu al-Hussein, tunasema innal Husaina misbahul huda wa safinatun najah. Hakika Huseini ni taa ya uongofu na ni jahazi la uokovu. Kwa nini mpaka Mtume anasema maneno haya kwamba mwangalieni, huyu ni mtu wa kulindwa? Mwangalieni, huyu ni mtu wa kulindwa. Ndugu zangu, jukumu letu ni nini? Ana qatilu al-abara la yadhkuruni mu'minun illa istabara. Jukumu letu ni tujue kwamba dunia hii, vyovyote utakavyofanya, vyovyote utakavyoishi, vyovyote utakavyovipenda, lazima wewe kuna siku moja utaiacha. Na haya ndiyo yaliyomfanya
anasema al-Imamu al-Husayn akatoka. Imamu al-Husayn mwenyewe anasema yabna adama innama anta ayyamun kullama madha yawmun dhahaba ba'duk. Wewe mwanadamu, wewe ni masiku, kila inapopita siku moja ujue kwamba kuna sehemu wewe umepita, yaani kuna kitu kimepungua kwako. Innama anta ayyamun, wewe ni masiku yanayohesabika. Kullama madha yawmun, kila inapopita siku moja wewe, madha ba'duk, kuna sehemu kwako kuna inaondoka. Akhira inakuita. Kwa hiyo ni lazima tuzilee nafsi zetu kwamba sisi katika dunia hii ni watu wa kupita. Ni mara ngapi wewe unapiga watu, unapiga kifua kwa kumkumbuka al-Imamu al-Husayn na kusema kwamba leo mimi nimepiga kifua hiki kwa kumkumbuka al-Imamu al-Husayn. Naomba kupiga huku unikurudishe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kujitathmini kwamba wewe leo ulikuwa kwenye hatua fulani, kesho uko kwenye hatua fulani. Kwa hiyo ndugu zangu, wito wangu kwa nafsi yangu na kwenu ni kwamba sisi tuwe ni wenye kujitathmini na wenye kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyafanya mema na kuyaacha yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza. Ndio tutaitwa wafuasi wazuri wa al-Imamu al-Husayn, na ndio tutafanyia kazi maneno ya al-Imamu al-Husayn. Anasema ana qatilu al-abara la yadhkuruni mu'minun illa istabara. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.